You are watching CBS. Pamoja na kufanya vizuri katika michuano ambayo klabu ya Simba imeshiriki ikiwemo Ligi Kuu Tanzania Bara, Kombe la Mapinduzi, Kombe la Azam almaarufu kama Azam Sports Federation Cup ama FA, na Ligi ya Mabingwa barani Afrika, ambapo klabu hiyo imefanikiwa kwa viwango vya juu, ambapo katika michuano ya Ligi Kuu Tanzania Bara klabu hiyo ina nafasi kubwa ya kutetea ubingwa wao ambao pia imekuchukua kwa miaka mitatu iliyopita kwa mfululizo. Kombe la Mapinduzi ambapo imefanikiwa kucheza hatua ya fainali na ilipoteza kwa penalty dhidi ya mahasimu wao wa jadi Yanga. Simba wakijinasibu kwa kutumia kwao wachezaji ambao hawakuwa wakipata nafasi katika kikosi cha kwanza cha klabu hiyo. Pia katika michuano ya Azam Sports Federation Cup almaarufu kama FA, ambapo klabu hiyo imefanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali na wakiwa na uhakika kabisa wa kulitetea kombe hilo ambalo klabu hiyo ya Simba inalishikilia baada ya kulitoa msimu uliopita wa mashindano hayo kwa kuifunga klabu ya Namungo katika fainali. Mwisho, michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambapo klabu hiyo ya Simba Sports Club imefanikiwa kufika hatua ya robo fainali mara 2 katika kipindi cha miaka mitatu na kufanikiwa kuonyesha kiwango bora zaidi kwa kufanikiwa kutoa wachezaji kadhaa katika kikosi bora cha wachezaji wa kafu wa michuano hiyo. Mchezaji Clatous Chota Chama almaarufu kama Triple C, Luis Jose Miquissone almaarufu kama Konde Boy na John Boko almaarufu kama Fantastic Captain kufanikiwa kutoa tuzo hizo na kuweka historia kwa klabu ya Tanzania kuweza kutoa wachezaji bora wa wiki katika michuano hiyo mikubwa zaidi katika ngazi ya vilabu barani Afrika. Pamoja na mafanikio hayo, klabu ya Simba imefanikiwa kuonyesha soka la kuvutia na kuweza kuwa gumzo katika michuano hiyo mpaka kufikia hatua ya kiongozi mmoja wa klabu namba 1 barani Afrika, Al Ahly, kusema hadharani kuwa klabu ya Simba wanawavutia sana Al Ahly kwa ubora wa soka lao ambao klabu ya Simba imekuwa ikitandaza katika michuano hiyo. Katika hali ya kuonyesha klabu ya Simba imedhamiria kuhakikisha inafikia ubora ambao unakuwa gumzo sio Afrika pekee bali hata duniani. Klabu hiyo inatarajia kuachana na baadhi ya wachezaji wake ili kuweza kuongeza wachezaji wengine ambao wataleta ama kutoa mchango zaidi katika kuinyanyua klabu hiyo na kufanikisha katika malengo yake hayo ambayo klabu hiyo imejiwekea. Katika kikosi cha Simba chenye wachezaji zaidi ya 30, klabu hiyo inatarajia kufanya mabadiliko makubwa katika maeneo makubwa matatu, ambapo eneo la kwanza ni ushambuliaji, eneo la pili ni kiungo na eneo la tatu ni eneo la ulinzi. Hayo ndio maeneo ambayo klabu ya Simba inatarajia kufanya mabadiliko. Katika eneo la ushambuliaji ambapo klabu hiyo ina washambuliaji bora kabisa ikiwemo Chris Kope Mugaru, John Boko, Medi Kagere na wengine. Klabu hiyo imedhamiria kuinua makali katika idara hiyo kwa kuingia sokoni kutafuta mshambuliaji mmoja ambaye atakuwa rafiki wa nyavu za timu pinzani. Tetesi zilizoko chini ya carpet zinasema klabu hiyo inatarajiwa kuachana na mshambuliaji wake Chris Kope Mugaru ambaye amekuwa chaguo la kwanza la kocha wao Profesa Didier Gomez da Rosa. Kope Mugaru anakuwa muhanga wa mabadiliko haya baada ya kushindwa kudeliver kile kitu ambacho kocha na mashabiki wa klabu ya Simba wamekuwa wakitarajia zaidi kutoka kwake, pamoja na kupewa nafasi ya kucheza sana tofauti na wenzake wawili, nikimaanisha John Boko na Medi Kagere, ambao wamekuwa wakipata nafasi finyu za kuanza katika kikosi cha kwanza sababu ya majeruhi na sababu nyingine za kimfumo, ila ameshindwa kuwa rafiki wa nyavu hasa katika michuano ya kimataifa barani Afrika. Mugaru amepata fursa ya kuanza katika michezo mingi zaidi ya kimataifa kulinganisha na Boko na Kagere, ikisemekana kuwa mfumo wa kocha Didier Gomez da Rosa katika michuano hiyo inahitaji zaidi standing striker ambaye ana uwezo wa kuhold mpira kwa muda mrefu huku akisubiri msaada wa viungo washambuliaji wa klabu hiyo. Mpaka sasa kuna mapendekezo ya washambuliaji watatu wa kuweza kuziba nafasi ya Chris Kope Mugaru endapo atashindwa kukidhi mahitaji ya mwalimu Didier Gomez da Rosa. Huku pia kimo kikiwa moja ya kigezo kikuu katika kutafuta mshambuliaji huyo ambaye anatarajiwa kuungana na washambuliaji machachari walioko katika klabu hiyo, John Boko pamoja na Medi Kagere.
Mpaka sasa kuna taarifa za chini kwa chini zinazosema kuwa mshambuliaji afuataye anatarajiwa kutokea kati ya nchi ya Sudan, South Africa au Misri, ila bado haijawekwa wazi jina la mshambuliaji huyo mpaka pale mambo yatakapokuwa yamewekwa hadharani kabla ya kumtangaza. Katika nafasi ya kiungo, klabu ya Simba inasemekana itaachana na kiungo wake Ibrahim Wajibu, na inasemekana kiungo huyo anatarajiwa kujiunga na klabu ya Ihefu. Katika nafasi ya ulinzi, klabu ya Simba inatarajiwa kuachana na beki wao Gadiel Michael Mbaga baada ya kocha Didier Gomes Darosa kushindwa kuridhishwa na kiwango cha mchezaji huyo. Hali kadhalika, klabu hiyo inatarajiwa kuongeza kandarasi yake na mchezaji Pasco Wawa baada ya kuridhishwa na kiwango chake katika michuano mbalimbali ambayo klabu hiyo imeshiriki, akiwa sambamba na Joash Onyango almaarufu kama nusu mtu nusu chuma au Cyborg. Kuhusu tetesi za golikipa wa klabu hiyo Aishi Manula kuachana na klabu hiyo na kujiunga na klabu ya Al Merrikh ya Sudani, klabu hiyo imesema bado ina mkataba na golikipa huyo na bado ni mali yao, ila mara zote wanajali utashi wa mchezaji wao. Hivyo kama hiyo ofa ya klabu hiyo ipo, klabu ya Simba itakaa na mchezaji husika pamoja na meneja wake kuweza kujadili kuhusu ofa hiyo ili kuweka wazi kabisa namna gani wanaweza wakaendelea mbele. Pia klabu hiyo ya Simba imeweka wazi kuwa ofa inayosema mitandaoni kuwa golikipa huyo ana thamani ya dola za Kimarekani 200,000 sio kweli, kwa sababu thamani ya golikipa huyo kwa sasa na kwa ubora alionao ni zaidi ya dola za Kimarekani 400,000. Klabu hiyo pia imeelezwa kuridhishwa kwake na kiwango cha mchezaji Bernard Morrison na inatarajia kufanya majadiliano naye kuongeza mkataba zaidi na mchezaji huo ili aendelee kubaki katika viunga vya Msimbazi kwa muda mrefu zaidi na viungo wenzake washambuliaji kama Clatous Chota Chama Triple C na Louis Mixon Konde Boy. You are watching CBS.